mwanao ana kipaji kikubwa sana. Yaani kwa muda wote huo ambao tumekuwa naye hapa, yeye anashika nafasi ya juu kabisa katika masomo yake. Hivyo nikaona nikuite ili nikupe ushauri juu ya mustakabali wa maisha yake. Unajua, mwanzoni alikuwa ananipa tabu sana. Jamani, huyu kijana ni mshauri nini? Ashike mkondo gani katika masomo? Kwa sababu kila somo analolifanya alikuwa analifanya vizuri sana. Hivyo nikaona basi nikuite ili nikupe ushauri wangu mbele yako. Mama, mwanao huyu ana kipaji kikubwa sana, hasa katika masomo ya biashara, na nataka aendelezwe kwa upande huo, na nina imani kabisa kwamba atafika mbali. Nelson, uwezo wako katika masomo, yaani hautakusaidia chochote kama nidhamu uliyoonyesha hii leo utaipoteza. Nashukuru sana mwalimu. Nashukuru sana na nazingatia hilo. Mwalimu, ninachopenda kusema ni kwamba mimi kama mzazi wa Nelson bado narudia kusema kwamba asante. Na kwa vile nimeona kiwa kama mwalimu unapenda kuendeleza kipaji cha mwanafunzi wako, bado narudia kusema kwamba nitaufuata ushauri wako kwa moyo mkunjufu. Kama nilivyokuambia Nelson, nataka kufahamisha ni kitu muhimu sana. Naomba utambue hilo. Mama, kuna tatizo hapa. Tatizo hakuna. Unajua Nelson sasa hivi ameshakuwa mkubwa, na muda si mrefu tamaliza kidato chake cha 6. Nalifahamu hilo, lakini still sijajua nini nataka kusema, yani sijakuelewa. In short, sijapata point yako. Kazini nimepewa uhamisho na natakiwa baada ya siku 2 tu mimi nimeripoti katika kituo changu cha kazi. Natakiwa nikaripoti Mwanza. Sio, unanielewa? Mama, lakini hizo ni habari njema. As long as ni masuala ya kazi, mimi sioni tatizo lipo. Nisi tatizo lipo. Tatizo ni kuacha mpweke. Mama. Usiwe na wasiwasi na mimi. I'm a big boy, I can handle myself. Trust me. Ila nijue tu umepanga nini, kwa sababu utakapokuwa uko Mwanza ili huko mzee mzima nije nitakuwa naishi hivi. Kikubwa nilichokuwa nimepanga ni kwamba baada ya mimi kuondoka nitahakikisha kwamba nimekuachia pesa ya matumizi ambayo itatosheleza mpaka utakapomaliza kidato chako cha 6. Na baada ya hapo, kwa vile wewe tayari umeshakuwa mkubwa na unafahamu nini maana ya maamuzi, wewe mwenyewe utaamua kama utaendelea kubaki hapa au la utaenda kwa mjomba, na vile vile unaruhusiwa kuja Mwanza. Mama, mimi nadhani ni vema nikienda kuishi na mjomba, kwa sababu kwanza kule wako wengi, afu isitoshe sitoboeka na kampani. Tofauti na nitakapokuwa niko hapa nyumbani, kwa sababu nitakuwa niko peke yangu, nitakuwa mpweke sana. Kwa acha tu mimi nikaishi kwa mjomba mpaka hapo tutakapomaliza shule. And then kimaliza tutajua nikufuate Mwanza au mbele ya safari itakapokuwa tutajua. Alama zako za kufaulu za kiwango cha juu sana, kiasi kwamba pale shuleni kwenye chuo wamefikiria kwamba ufanye mwalimu pale. Ndio uko tayari kuwa mwalimu? Teacher, moja kati ya vitu ambavyo nilikuwa nataka hasa unishauri kwa leo ni kujua upande gani nielekee, maana mimi mwenyewe pia nimekaa chini nikafikiria nikaona hapana, acha nirudi nyumbani kwa mwalimu akanielekeze nini cha kufanya. Kwa kweli katika hilo sawa, lakini mimi sasa singependa tena nikushauri, hilo ni lako. Yaani mpaka kiwango hicho ulichofikia sasa cha masomo, yote yanayofuatilia ni yako binafsi. Mimi nisikushauri lolote. Ila ninalotaka ukae ufikirie kweli kweli juu ya jambo hili. Na
Napenda kukwambia kwamba uendelee kushika nidhamu. Nina uhakika hii nidhamu ndio uliyoionyesha huko chuo kikuu, kwa sababu nidhamu ndio ufunguo wa maisha yako. Well, I have good news for you. Your CV is quite interesting. You have performed very well your interview. Tutakuajiri katika kitengo cha biashara. Nadhani unatufaa zaidi sana huko. Congratulations. Nashukuru sana. Sasa inabidi twende nikakuonyesha sehemu ambayo tutakuwa nikakuonyesha na wenzako ambao tunafanya nao kazi. Karibu. Asante. Unafanya vizuri sana kufanya mazoezi, kwa sababu mazoezi humsaidia mtu kuondoa stress, na wewe unaonekana una stress kuliko umri wako. Wewe kicha, nani amekwambia mimi na stress? Lini utaacha kunifuatilia? Mimi si deal na vichaa, sawa? Now get out of my sight. Listen my friend. Unajua kabisa kwamba mimi sio kichaa. Kama mimi ningekuwa kichaa, usingesimama hapo ukasimamisha mazoezi yako kunisikiliza. Umetambua mimi na akili zangu timamu. Na najua imekuuma kukuambia kwamba una stress wakati umekweli unazo stress. Umejua my friend. Ngoja nami nikusaidie. Na mimi niondoe stress. Let us go together. Unajua hapa duniani kuna vichawa aina nyingi. Wapo wale wanaojitambua na wapo wasiojitambua. Na mwingine utakuta kama amevaa yuko smart, lakini ni kichaa ndivyo alivyo kijana. Pamoja na mazoezi yake ana stress. Unataka begutani tupambali, ulininyanyasa ukanitesa, lakini mimi sasa nimepata wewe. Nini unataka mimi? Sina muda wako tena, umepiga round na bao. Inatosha. You're blocking my ears. Yani sauti mbaya. In short. Sema wote wawili. Lakini kwa nini tunabishana wakati sauti mnazo? Ndio tunazo. Simnazo. Kazi ni mtodete. Winnie unataka baby kanitupa mbali. Teacher. Teacher, somo la leo nasemaje? Tupe basi majibu ya swali la jana teacher. Hebu nendeni kwa walimu wenu waupe huko. Mimi siwezi kazi ya kuwa nafundisha wanafunzi ambao wachoki kazi ya kufua uniform alafu wanachafua tena. Hiyo ni akili au matope? Kwani upe ni nini? Upe ni nini? Wewe unaonekana una akili sana. Wewe una akili sana. Ni wangapi kwenu? Kwa kwanza. Kati ya watoto wangapi? Niko peke yangu. Basi ndio maana.
Sababu swali ulioniuliza linaashiria kwamba huna kaka wala dada wa kumuuliza hilo swali. Mwambie mama yako aache kutumia vidonge vya uzazi wa mpango. Ticha tupe maana upe basi. Tupe ticha tupe, wewe tuambie. Tuambie. Unajua sasa hivi ni saa ngapi? Kuna muda kwa darasani. Unachelewa. Peta, kwenda shule. Ticha. Napinga. Stop, au sio? Ticha. Poa bwana. Go! Oh, bwana! Kubwa! Baadaye. Wewe mama! Halo mama, shikamoo. Marahaba mwanangu. Umeamkaje baba? Sijambo, nashukuru. Nashukuru sana kwamba umeamka salama na una afya njema. Mama, soka yako kunipigia simu asubuhi kama hivi. Hata nilipoona jina lako limejitokeza katika simu yangu, nimeshangaa. Vipi kwema? Nelson, hujui leo kama ni birthday yako? Wewe Nelson, unafikiri nikiwa kama mzazi wako nifanyaje zaidi ya kuwa mtu wa kwanza kukutakia siku njema ya kuzaliwa? Thank you mama, thank you so much. Yaani wewe mimi nilikuwa nimepitiwa kabisa. Yaani kama usingenikumbusha basi yaani hii siku ya leo ingepita pasipo kujua ni birthday yangu. Ni kweli birthday yangu mama. Asante sana. Ila kwaje mpaka unasahau siku yako ya kuzaliwa baba? Mama, maisha sometimes yanakufanya unasahau hata utaratibu wako wa kila siku. Lakini kama utakuwa na tabia ya kujaribu kusahau baadhi ya mambo na kutekeleza baadhi ya mazoea, maisha yako yatakuwa magumu sana kuliko unavyofikiria. By the way, naomba leo mtembelee mjomba wako. Unaona na Mjomba? leo hii. Kwa nini? Mwanangu, najua sana kama una hasira na mjomba wako. Na hasira zinazidi baada tu pale ya kukuacha baada ya kumaliza elimu yako ya juu. Lakini naomba umtembelee leo. Naona ana jambo muhimu nataka kuzungumza na wewe. Sasa basi ukifika huko, ukifika mwambie namsalimia sana. Nakupenda sana mwanangu. Nashukuru mama, hata mimi nakupenda pia. Tena kuliko unapofikiria. Nashukuru sana kusikia maneno hayo mwanangu. Nelson, kwa heri Sawa mama, ila naweza nikaja Mwanza mwezi ujao kama endapo nitapata likizo. Kwa hiyo nafikiri Christmas hii Mungu akipenda tunaweza tukawa pamoja, maana nikumisi kweli. Hamna shida mwanangu. Hata mimi nikipenda hivyo hivyo. Sawa mama, kweli. Aya.
Kidawa. Habari za asubuhi kama? Safi, tunashukuru. Vipi unakaje? Makaburi kwa siku na kuamka. Tabu tu. Sio tayari ite 20. Kidawa. Tabu ni sehemu ya maisha. Sawa ndugu yangu. Ipo siku utavuka ile daraja na utasahau kabisa. Lakini hata kama utaenda hatua nyingine ndugu yangu, tabu iko pale pale. Tena inaweza kawa ni zaidi ya hiyo ambayo unaita wewe ni tabu. Kwa hiyo dunia hii, tabu ni sehemu ya maisha yetu. Cha msingi ni kuvumilia tu dadangu. Unanidai nakudai, lakini haina shida. Haya, Asante. Ni sawa unavyosema, lakini sio kwa Tanzania hii. Tanzania hii wenye maisha mazuri ni wale tu waliobahatika kusoma. Lakini sio sisi. Sisi tabu tu. Kidawa. Huo ndio mgawanyo wa maisha. Ndio maana ukakuta hata kuna mtu fulani anafanya kazi katika kampuni fulani. Alafu mwingine yuko shambani analima. Wote hamwezi kuwa sawa, ndivyo Mungu alivyopanga. Kwa hiyo unachopaswa kufanya ni kuvumilia, kujikaza na kutokata tamaa. Ipo siku Mwenyezi Mungu atakujalia. Ndio hivyo kaka yangu. Tunataabika tu. Hata mume wa kutoa hapatikani. Tabu tu moja kwa moja. Wengine sijui ndio zote tutafungia mbinguni. Usiseme hivyo. Tuachane nayo. Sasa naona leo umeniletea matango. Maana siku zote unaleta matango. Mimi napenda sana matango. Hata kama ulikuwa unabahatisha tu nasema sijui utachukua. Nipatie. Pilipili? Nipatie nyanya na hii ni mboga gani? Matembele utaweza kupika? Sijui ukakata. Nipatie spinach. Yawezekana kweli kuna ndoa zitakazofungwa mbinguni.
gani unachonipa hiki? Na nani nikakumbuka kumletea kidani? Veronica, zawadi ni zawadi mpenzi wangu. Hata kama ulikuwa uhitaji. Na tena ngoja nikachukua ule mkufu uone jinsi gani umex. Darling, I don't need this. Please. Baby, please. Nafurahi sana mpenzi wangu. Na kadri siku zinavyokwenda furaha yangu inaongezeka kwa sababu ndio mapenzi letu yanazidi kuimarika. Bwana Darling, akati tunakuja kusema utakuja kunipa zawadi. Asa mbona sasa stories za hapa na pale? Mbona zina maana kwa zawadi? Okay. Kidani. Nimekuletea kidani mpenzi wangu. Unakumbuka ule mkufu niliokununulia wakati ule? Yeah, it's beautiful. It's beautiful. You like it? Yeah. Kwa nini unataka kuniambia yani ile zawadi ulikuwa unaniambia njiani kama wimbo wa taifa unaimba ndio hiyo? Yes. Yeah. For someone special like you. Darling. Ndio unanichukulia jamani. Veronica, you're my wife to be. Wife to be. Na ndio kama kunipa hiki. That's why I said you are someone special. Hivyo nyame mtoto. Kwa nini? Sasa kidogo unachonipa hiki. Na nani kama kumletea kidani? Veronica. Zawadi ni zawadi mpenzi wangu. Hata kama ulikuwa uhitaji. Na tena ngoja nikachukua ule mkufu uone jinsi gani umex. Darling, I don't need this. Please. Baby, please. Come on. Ngoja nilete ule mkufu afu tuchomeke and then nikuvishe uone na wakati. Just 1 minute, okay? I'll be back. Veronica.
Vero. Vero. Usijali. Siku moja utaishi kifuani pa mtu nimpendaye mno hapa duniani. Veronica, Veronica, Veronica. Yes. Boss, saa 4:30 una kikao na wageni kutoka Arusha. Wameshaingia jijini na wameshanipigia. Saa 8 mkurugenzi ameniambia kama uko tayari nipigie simu ili kuconfirm kikao chenu kabla ya kikao cha mwisho wa mwezi. Halafu na Veronica alinipigia simu. Veronica. Ndio. Cancel ratiba zote. Sawa. Then pigie simu Veronica niunganishe naye. Boss, vyote ni muhimu mno. Francia, I know what I'm doing. Do as I said. Okay. And this is how the world goes around. Sometimes good command decisions get compromised with the bad emotional responses. Yes. And this is Murphy's Law. Mimi natoka na sitorudi. So mtu yote ambaye ataniulizia basi mwambie sipo na sitopatikana kabisa. Clear? Sounds good. There is no simple job can never be done wrong. We ongea. Kama mwenye ngoma hajaingia kati kucheza, wewe walika vijasho vya nini? Unafanyika tegeri hapo? Oh my friend, our discussion is no longer in session. Someone is about to commit something I don't know yet. Whether it's homicide, murder or manslaughter. Lakini tutaendelea baadaye. Nimesema toa uchafu katika gari yako. You want to kill me? You want to kill me, my friend? Go there. Let me tell you. Killing is not a solution. But when the history is written, murderers are here. You are a fool.
Usijali. Upo salama eh? Upo salama. Siku nyingine uwe makini sana. Madereva wengine wanakuwa hawana akili timamu. Mrembo kama wewe atakutoa roho. Kuhusu mambo hayo hapa ndo nimefika. Zawadi umepata na kadi pia utapata. Kwa shilingi 2,000. Basi funge hapa. Ni zawadi nyingine kwa wapi? Hiyo zawadi nyingine. Sawa. Huyo unayepelekea zawadi ya birthday ana umri gani? Ana miaka kama 29, 28. Sawa. Hapa tuna zawadi. Kizingatia ni mwanamume. Tuna seti ya perfume ambayo inaitwa Today Tomorrow Always. Ni zawadi nzuri ambayo yeye ataifurahia. Wow, mama, yani ndio nilikuwa naitafuta kote kwa mkono natembea. Hapa mama. Asante. Ila sasa hivi acha mimi hapa kadi. Hapa nakuja ni mimi. Sawa. Unafunga saa ngapi hapa? Saa 2 usiku. Okay, basi nitajitahidi kesho mapema. Nashukuru. Bye. Unajua watu wengine ni wajinga sana wakiwa maeneo kama haya kupita hawaangalii kwamba kuna roho za watu ambazo hazina hatia. So, naitwa Noah jina langu. Na shughuli zangu mara nyingi nakuwa niko maeneo haya ya kutengeneza safina yenye kuokoa roho za watu kama nyinyi. Nifurahi kuchukua jina lako kunaitwa nani mwenzangu? Naitwa Veronica. Jina zuri sana. Kweli, niko na kuongopea tu. Kazi zangu mimi ni fundi umeme na niko hili jengo unaloona hapa ghorofa ya juu kabisa pale. Anytime karibu, so unaweza kupata namba zangu za simu. Usijali. Nitakupatia business card yangu.
anytime kupata problem basi tunaweza tukawasiliana. Okay? Chukua. Chukua friend. Take care. Bye. Nelson. My love, nalala sana. No, nilikuwa sijalala. Hi, miss you. Nothing. What? Nothing. Happy birthday. Thank you, my love. So, nimefanya kama ulivyoniambia. Ila nina ombi moja, if you don't mind. How is it? Nataka nisindikize kwa mjomba. Please. Nani msitoka kuzaliwa, nijua tutakuwa wote sanda kwenda. I know. Listen. Mama amenipigia simu asubuhi na amenitaka nifike kwa mjomba. Kuna maagizo muhimu sana anataka kunieleza. Okay? But kitu kimoja, hatutokaa sana. I promise. And then tell you to learn how to spell it. Okay? Please. Okay, but promise one thing. What is it? I'll stretch your upper, is it? Not at all. Kiss me. My love. I love you too. So, put the naked card and then to rush, okay? Regina, nirindie watoto wangu. Regina, nimekumisi. Regina, mke wangu. Regina, nimekumisi. Regina, nirindie watoto wangu. Regina, nimekumisi. Regina, mke wangu. Regina, nimekumisi. Look at this idiot lovers. Hivyo utaacha lini kunifuatafuata? Nelson, achana nawe ni kichana. Utagombana na kichana. No. Veronica, umjui huyu mtu ananisumbua kila siku ananifuata. Kwa sababu wewe ni kati ya wanafunzi wangu wagumu sana kuelewa somo. How many times should I tell you this is not a suitable woman for you? Mwangalie macho yake. Her mouth can deceive you, but her eyes cannot. She's a devil. She's a devil in the blue robe. Niache nifunze adabu. Nelson, unachana naye wewe vipi utagombana na kitu chake mtu atakushangaa bwana. Unaweza kwambia utakusifia gombana na mtu kama yule. Ondoke bwana. Wewe unakuona kama kipofu kwa sasa hivi. Na kufananisha na nazi na macho matatu lakini haioni. Ndio wewe. Unaniambiaje? Nelson, ondoke bwana. Regina, linda watoto wangu. Regina, nimekumisi. Regina. Regina, watoto wangu.
kwenye pose. Ticha amepewa pose mwenyewe tamtaka. Najua nyinyi watoto hivi mna akili kweli ama kuna misokoto tu ndio imejaa katika vichwa vyenu? Kwa sababu nilikuwa ninawaangalia wakati mnakuja mnajivuta tu. Wakati muda huu umetoka shuleni, mnatakiwa muwe nyumbani kufanya homework ama kuwasaidia wazazi kazi. Unajua asubuhi hujaniambia nini maana ya walimu waupe? Unataka kujua maana ya upe? Ndio. Kama. Asubuhi kama kupiga. Wewe tuambie tu. Hapo tena mimi kwanza kabisa namsogelea hapa kusikilize. Upe ni vifupisho vya herufi 3. U, P na E. Maana yake ni Universal Primary Education. Katika lugha ya Kiswahili maana yake ni elimu ya msingi kwa wote. Hili ni zao ambalo azimio lake lilianzishwa kule Musoma katika miaka ya 70 chini ya uongozi wa aliyekuwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Wakati wenyewe nyote mko bado mko kwenye kaptura za baba zenu. Lengo la kuadhimisha hili azimio ilikuwa ni kwamba kila mwananchi apate elimu na kila mtoto aliyefikia umri wa kwenda shule basi aende shule na apate elimu. Kwa hiyo hili alikuwa swala la hiari tena. Ilikuwa ni lazima. Kwa kuwa haki ya mtu ni lazima apate hata kwa kuchapa viboko, basi serikali iliweka mikakati kadhaa katika kuimarisha hili. Kipindi hicho hakukuwa na walimu wa kutosha. Hivyo Mwalimu Nyerere alitangaza ajira kwa wale waliokuwa sekondari, wakimaliza sekondari waenda kupata mafunzo. Hata wale waliokuwa na ufahamu mzuri wakiwa shule za msingi walipewa kazi. Wakiwa bado kazini mle walipewa mafunzo ili kuwafundisha wengine. Hapo ndipo tafasiri ya neno upe ilivyokuja kubadilika kutoka katika Universal Primary Education na kuja kuwa ualimu pasipo elimu. Upe. Na nyinyi wote hapa walimu wenu wamefundishwa na walimu hawa wa ualimu pasipo elimu. Upe. Mmenielewa sasa? Umeelewa? Basi kama mmenielewa, mwende nyumbani upesi mkasaidie wazazi kazi. Umeelewa? Give me your hand. Lakini sitajua hiyo mwanangu. Hujui umuhimu wa jua kwa binadamu, ndio maana unazungumza hivi. Hujui vitamin unaopatikana katika jua. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Nelson. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Nelson. Happy birthday to you. Yes,
kweli nashindwa kuamini kilichopo mbele yangu, lakini Mungu mwenyewe ndo anajua. Kwa kweli haikuwa rahisi kufikia siku kama hii. Kadri masaa yalivyokuwa yakienda kwa mwendo wa kupiga gambusi, na kila mshale katika saa ulivyokuwa ukisogea, nilikuwa naona ni kama namba ambazo zinapungua katika bomu la saa ambalo limetegwa, na dakika yoyote ilikuwa linakaribia kulipuka. Lakini mimi sikuogopa hali hiyo. Nilikuwa naomba zile namba zizidi kujihesabu kwa haraka haraka ile siku hii maalum iweze kufika. Pia nakumbuka wakati nikiwa mdogo mamangu alizoea kuniambia kwamba safari ya kwanza ya mtu yoyote huwa ni tajiriba ambayo haiwezi kujirudia, na ni shauku ambayo kamwe haiwezi kusahaulika. Na nadhani hilo limedhihirika mbele yenu. Ila leo nahisi kama hii hali itaizidi hiyo tajiriba yenyewe, na leo ni fursa pekee ambayo ningependa kumdhihirishia yule ambaye nimpendaye kwa dhati kutoka moyoni kwamba nampenda, namhitaji, na ningependa awe mwenzi wangu katika harakati zetu za maisha. Veronica. Uko tayari kuwa mke wangu halali wa ndoa katika siku zangu zote zijazo za maisha yangu? Niko tayari. Na ningependa nyote humu ndani mwe mashahidi leo katika tukio hili, na hata kesho pia mbele za Mungu. Hii ni tunu pekee ambayo nimeamua kumkabidhi Veronica siku muhimu kama leo, ambayo ni siku yangu ya kuzaliwa. Tafadhali na mwifungue. Kama nilivyosema awali, nampenda sana Veronica. Nafikiri ndio chaguo la maisha yangu. Nakupenda sana. Mjomba wako alikuwa amekufanyia surprise ili tusahau aliyopita, ili familia ibaki kuwa kitu kimoja. Sasa wewe unakuja na vitu vingine tofauti, unaharibu kila kitu. Nini unafanya sasa? Mama, kama nitakuwa nimekukwaza naomba unisamehe. Tafadhali naomba unisamehe. Lakini mimi sioni kama nimefanya jambo lolote baya. Mimi sioni kama nimefanya jambo lolote baya, na hili jambo linanihusu mimi, la kwangu mimi. Mengine ambayo ni ya familia, mimi sina kipingamizi. Nelson. Nafahamu. Kila utakachokiongea mwanangu utakuwa unasukuma na nguvu ya mapenzi. Kwa sasa hivi huwezi kuona pingamizi kwa sababu unasukuma na nguvu ya mapenzi. Na katika mapenzi
hakuna msamiati unaosema neno hapana. Hii ilikuwa afra ya familia. Veronica anaingia juu. Nelson, nazungumza na wewe. Hata na Veronica. Veronica kama Veronica alikuwa hausiki kabisa kwa sababu hana kibali kwetu. Kuna mambo mengine hapaswi kuwatambua. Yanatuhusu sisi kama familia, Nelson. Mimi sioni hapa nani kulaumiwa. Sawa, kwa sababu hata kama msingekuwa mmepanga surprise ya party ambayo mmenifanyia, still tokea asubuhi uliponipigia simu na kuniambia kwamba natakiwa nifike kwa mjomba, nilishapanga kwamba nitakuja na Veronica na nimtambulishe kwa mjomba kama mchumba wangu. Najua mwanangu kwamba sasa hivi kile utakachokiongea hakitotoka katika akili yako. Mimi kama mama napenda kufahamisha kitu kimoja. Mwanaume ana vitu vikuu hivi viwili. Kitu cha kwanza ni kinatokana na utashi wa moyo. Cha pili, upeo wa akili. Utashi wa moyo ni upendo na chuki tu. Akili kazi yake ni kupambanua vilivyo sahihi na batili. Ili wewe mwanaume halisi, si kuvaa shati na suruali babangu. Najua. Isipokuwa ni kutoa maamuzi yako kadri inavyowezekana. Nelson, nakwambia kama mama, kaa ufikirie kwa makini. All the best. Nashindwa kumwelewa mamako mpaka sasa hivi. Na kama kule umenichumbia mimi kuwa mkeo, kwa nini utakunyima ambacho kuongea mamako? Veronica, my love. Njia nzima alikuwa anajaribu kuelezea. Mamangu alikuwa anataka kujua tu jinsi gani nimejipanga. Kwa sababu wewe mwenyewe unajua kwamba uchumba wetu umekuwa kama surprise. So she wanted to know something about it. Please understand. Nelson, usimfanye mimi mjinga. Umeelewa? Nilimwona mamako jinsi alivyokuwa baada ya kutoka huko mnaongea. Na jinsi alivyofanya. Veronica. Karibu mwanangu. Karibu katika familia yetu. Veronica, nimefurahi sana kukuona mwanangu. Najua ni moja ya familia yetu. Kama sitakusumbua, ningependa kujua kitu kutoka kwako. Usijali, muulize tu mama. Safi. Unajua Nelson ni mtoto wangu wa pekee. Na wewe ndiye chaguo lako. Je, uko tayari kuolewa na Nelson? Mama, niko tayari na kama unavyoona mimi na Nelson tunapendana sana. Kweli. Mna muda gani tangia mfahamiane? Kama sikosei miezi 3 au 4. 3, 4 inatosha. Na uko tayari kuwa mke wa Nelson? Mama, niko tayari, ndio maana mpaka tumefikia hatua ya kuwa uchumba, si jambo dogo. Mimi nataka kukufahamisha kitu kimoja au viwili, kukujulisha au vitatu. Uko tayari kurudi nyumbani mapema na kumsubiri Nelson ili mkae pamoja? Na uko tayari kupika chakula na kula pamoja na Nelson? Uko tayari kuacha anasa na kuwa mke wa Nelson na kutunza familia wewe pamoja na Nelson? Je, uko tayari? Stop it, ma. Nelson, take me home. Nelson, sina mambo ya kuzungumza, nipeleke nyumbani. Veronica. Veronica. Veronica.
sioni kama hilo ni tatizo. Kwa sababu end of the day mimi na wewe ndio wenye maamuzi ya mwisho. Sawa, kama tunapendana basi hakuna chochote kinaweza kututenganisha. Nelson, kila siku anakuambia sipendi mtu ambaye ananipangia aina ya maisha kuishi. Napenda kuishi vile nitakavyo mimi. I know. But kimchusi kwamba huu ni usiku. Jaribu kupunguza sauti basi. Ongea taratibu, tuko wawili tu, tutaelewana. What? Yani, hii nyumba yangu tena nipanga na mashati ya kuongea kwa sauti kwa chini. This is my house na nitaongea pia ninavyojisikia. Umenielewa? Pamoja na hayo mamangu. But jaribu kupunguza munkar, okay? Tuongee, tutaelewana. Sawa mpenzi wangu? Mimi nahisi labda mama yako anaona labda na shida sana ya ndoa. Sasa from now on, take Nelson. No. What? No. Vero, please. Sihitaji Please tena. No. Please don't do this. Nelson. Nakuomba, niko chini ya miguu yako, don't do this. Na Nakuomba, ninapoongea hapa, please. sihitaji tena kuona katika maisha yangu. Naomba mwisho mapenzi yetu. So please, just get out. Vero, tafadhali naomba rudisha. Nelson, get out. Naomba rudisha Please. kidole. You think I'm joking? Just get out. Vero, lakini sikufikia katika hali hii. Nelson, sikuhitaji tena, naomba utoke nje. No, you're wrong. What? You're wrong. I'm wrong. Nelson, get out. Baby, ni hasira tu, lakini jaribu kunielewa. Nelson, please, toka nje. I mean it, toka nje. Vero. I mean it, toka nje. Vero, why are you doing Nelson, this? toka nje. But try to understand. Hey! Nimejaribu kukuelewesha Vero kadri ya uwezo wangu. Kwa nini hutaki kunielewa? You think I'm joking, huh? Please leave, Nelson. Vero, kweli unanifukuza mimi? Toka nje. Vero, tafadhali chukua hii pete Vero, nakuomba. Vero. Nelson, toka nje. Nelson, I mean it, toka nje. Mamangu, nifanye nini unielewe? Kweli? Kweli you want me to go out? Nelson, nisingependa kurudia, naomba utoke nje. Anyways, najua una hasira, but najua kesho tutaelewana. Have a good night. I love you so much. Hello. Nani? Jamani Jones, mpenzi wangu. Kwani umenisahau? Mimi Veronica. Nilikuwa nimelala. Samahani mpenzi wangu, hata kama umelala kumbe uamke. Uje nyumbani. Nahitaji kuwa nawe usiku wa leo. Please. Niko nje ya mkoa, samahani sana. Niko nje ya mkoa, What? Singida? Hello? Oh, God. Hello?
Hello. Naongea na Noah. Bila shaka hujakosea, ndio mimi Noah. Nadhani naongea na mrefu. Hujakosea, mimi Veronica. Inaonekana viumbe vimekusababisha kuota ndoto za usiku. Sasa naona unahitaji jana dume atakuja kukulinda usiku. Hujakosea. Ni ukweli unayosema. Nahitaji mtu kunilinda usiku wa leo. Wow. Yeah. Nifungue geti. James, fungua geti. Veronica amesema hataki sura yako humu ndani. James, hebu acha masiara, fungua geti. Unadhani nakutania? Fungua geti. Kweli ninakwambia hivyo, sikutanii na nakueleza ukweli. Veronica kagoma. Sikiliza. Unajua jana kulitokea ukorofi kidogo baina ya mimi na mwenzangu. Kwa hiyo ndio maana nimefika hapa niongee naye kabla sijaelekea kazini. Kwa hiyo nakuomba fungua geti. Unajua mimi nafuata maagizo ya bosi wangu. Nifanye chochote kile kilicho chini ya uwezo wangu. James, naomba fungue geti. Acha masiara bwana. Nataka kuongea na mchumba wangu. Nitafanya jambo utatahamaki. Mimi ninachotaka nikwambie sasa hivi ni kwamba ninahesabu mpaka 3. Hukuondoka mimi napiga simu polisi. Unasemaje? James, niheshimu. Fungua geti. Nahesabu. James. 1. James, fungua geti. 2. Bwana wewe nikishafikisha 3 mimi nikihesabu ikifika 3 baba. Okay. Nasema ikifika 3 hukuondoka. Ikifika 3. Oho! Oh! Unasema James? Umenirusha roho. Bana alikuja Nelson. Alichokizungumza kikubwa alikuwa anaongelea swala la yeye kuja huku ndani. Nikamzuia, nikamwambia usiingie ndani. Yeye akawa anang'ang'ania. Nikamwambia usiingie ndani, anang'ang'ania. Nikaamua kumpisha. Nikamwambia ninapiga simu polisi sasa hivi. Napiga simu polisi. Alikaa. Alitimua mbio.
alikurupuka na kuja kuangalia Hamadi hayupo, keshapotea. Kuna nini tena? Yeye kakimbia kenda zake huko, sijui hata alipoelekea. Anyway, good. Siza mwambia. Swingine mtakipoteza muda kumtishia, nasikia. Unachukua kufanya ukiona pale gari lake getini. Unatakiwa piga simu polisi na simu kwa mtu anafanya fujo. Is it clear? Haina tabu. Afi tabia kumsumbua asubuhi. Spend. Gana kazi. Hey. Mwenzangu. Endelea na kazi. Hapana, hajafika bado. Na ni tangu jana asubuhi alipoondoka ghafla. Lakini vipi ulivyomuona jana wakati anaondoka? Alionekana kama ana tatizo lolote? Kwa kweli ni sikumwelewa kabisa. Lakini sio kawaida yake kuja na kuondoka asubuhi hiyo hiyo. Okay. Fanya kitu fulani, sawa? Fuatilia hilo alafu nijulishe. Sio nafahamu kwamba leo tuna kikao. Fuatilia alafu nijulishe. Sawa. So, lakini hata hivyo, kuna kule kidomoto kinajaribu kuhakikisha mpenzi. Unajua mpenzi wangu kitu kimoja, wewe ni mrembo sana. Kwa hiyo kama utasubutu kunipa nafasi moja tu, hicho kidudu mtu na kifukuza huko, tunakula mara yetu. Let's go. Hello. Wapi? Usikika tunakungoja wewe. Afu unajua ni mimi mara ya nne sasa mkurugenzi anakuulizia. Cancel kikao mpaka atakapokuja. Yeah. Hello?
sasa hivi. Awesome. Kuna watu wawili, mwanamume na mwanamke, wamekuja na hii gari hapa. Wameingia ndani. Nahitaji kuonana nao sasa hivi kama ikiwezekana. Vyema ukawasubiri au ukaondoka, maana siwezi kuwabukuzi watu wa starehe zao. Bro, dakika moja tunakuomba, yani nina shida nao muhimu sana. Yani kama nikiokosa hapa sijui nitawapata wapi. Nahitaji kuonana nao, tafadhali nakuomba. Blaza, naomba unielewe, watu wako kwenye starehe zao, naomba uondoke. Mbona unielewi? Kwa si kuingia au siri? Hivi wewe unafikiri nini? Mpaka sasa hivi kikao kizima kinamsubiri mtu mmoja ambaye hajulikani alipo. Unafikiri sisi tunafanyaje? Usimejaribu kila njia lakini simpati. Mimi nimejaribu kupiga simu yake ya nyumbani lakini haipokelewi. Sasa sikiliza, nakwambia kitu kimoja. Kama kikao kikiisha na huyu mtu hajaonekana, mimi nitadili na wewe na si vinginevyo. Sio unataka kukaa mnachezea kazi tu hapa.
Some people wonder why am I walking around barefooted. But they don't know how do I benefit through this. The only thing I can assure them is that I am not going to be sick. Because every time I walk around with my barefooted, I perform some kind of natural therapy by massaging tissues and blood vessels connected under my feet. Look at him, pumbavu. Huyu kijana anataka kumharibia mwenzake maisha. Na lazima nimtengeneze. Ona kitangaza. Licha. Wewe sogea. Apigage watu, wewe anaita picha. Wewe ticha. Nyinyi mnajua reproductive system? Hapana, tujui. Sikiliza wewe mjinga. Every living organism is striving to exist forever. But this is not possible. As every living form has only a lifespan. Understand? Yeah. Living organisms have resorted to the production of new individuals resembling themselves so that their spies can go on existing. Lakini hii sio muhimu kama ilivyo kutambua viviparous organisms ambao ni binadamu na wanyama kama sungura wanavyoweza kuzaa. They both give birth to the living young that develop from ovum within the body of a living mother and are nourished from a blood stream. Lakini hii haiwezi kufanyika mpaka mwanaume na mwanamke wao wamepevuka kama mlivyo nyinyi. Sasa wewe niambie unataka kumfanya nini mwenzako? Usitaki kumharibia mwenzako masomo. Kwa sababu wavulana ndio mnaongoza kuwatongoza wasichana huko makuleni. Wakipata mimba wanaofukuzwa ni wasichana. Kweli. Sasa mimi nipo kwa ajili ya kurekebisha hilo swala. Kwamba next time. Na leo nitawafuata huko mbele nikawadhibu mbele ya walimu wao huko. Huko na wafuata. Look at this stupid mechanician. Hii haitakiwi kukaa ndani. When you finish the job, weka kwenye spare box. Why are you put here? They say knowledge is a power. Mkabisha sana, lakini kalamu ya mwandishi ndio zana pekee ambayo inaweza kuibua maovu ya viongozi wa nchi hii. Na bila mwandishi hakuna neno ufisadi, rushwa ambao tungelijua. Sio waandishi, ni wabunge. Wabunge? Wewe unadhani wabunge wasingeongea hayo? Unafikiri waandishi wangenukuu kutokea wapi? Waandishi wa habari si kitu kama hakuna sehemu wanazopata habari hizo. Hebu sikilizeni kwanza. Mimi sioni mantiki ya ubishi wenu. Kwa maana yote ambayo mnayoongea ni mambo ambayo yanayotegemeana. Wabunge sawa, lakini pia bila ya msaada wa vyombo vya habari sisi tusingeweza kupata taarifa. Acha nifafanue hivi. Katika taifa ama mataifa kuna mambo mawili yanayotegemeana. Katika hayo. You talk rubbish. You talk rubbish. All of you, you talk rubbish. You know why? Why? Alexander Solzhenitsyn said, the laws of writing command us to rise above our anger and try to see the present in the light of eternity. But forget the past and you lose both eyes. Wabunge wengi wamekuwa makasuku. They just talk and talk. No one needs to hear someone talks. We need to see the freedom we fought to forward the past in vivid horizon. Sio kusema nani hajui kuzungumza wewe. Nyinyi mtakaa kubishana na kuongea, mwisho mtagombana. Wakati wenzenu wakizungumza bungeni wanapokea posho. Do you know that?
Edward Freeman katika Operation Brock yeye alisema, the annals of all nations bear witness that an enslaved people always suffer more deeply from those of its own who take service under the conquerors than it suffers under the conquerors themselves. Halafu nikawasikia mnazungumza kuhusu waandishi wa habari. You talk about this waandishi wa habari. Waandishi wa habari wengi wa sasa hivi wamekuwa na chuki. Hawaprove habari. Hawana evidence. Wanaandika kwa sababu wana chuki. Kama mimi nakuchukia wewe, basi na uwezo kukamata peni na kuandika nikudhalilisha wewe kwa sababu nina chuki. Sifuati taaluma inaniambia nini. Hamkusoma habari za GC Lindbergh. Anasema the most dangerous of all falsehood is a slightly distorted truth. I think hamnielewi kinachozungumza. Nyinyi wacha niwakumbushe habari za Samuel Tera Coleridge. Samuel Tera Coleridge alisema na nampenda sana Samuel Tera kwa sababu anaakisi maisha halisi ya fasihi na vijana na jamii kwa ujumla. Alisema, he who begins by loving Christianity better than truth will proceed loving his own sect better than Christianity and ends by loving himself better than all. Hapo ndipo tunapopata ufisadi wa hali ya juu na kujilimbikizia mali. Alafu nyinyi mnaongea tu, hamjui mambo, hamsomi vitabu, hamjui historia. You are a fool. You talk rubbish. Niendelee kuongea, makina hamna hela. Wacha mimi niende nikapate lunch. You my friend. Unajua thamani ya hivi vitabu? Unajua knowledge inayopatikana hapa? Ah? Wacha ondoke. What? Wewe unasema tutoke ndio uko unazungumza pumba. Hata hizo pumba zenyewe unazoongea hujazishika kichwani. You are a fool. Look at him. They don't want to read about books. They know nothing about books. They don't want to know about J.C. Lindbergh. They don't want to know about Edward Freeman. He's a fool. Hivi jamaa ni kichaa au ni style tu ya maisha yake? Huyu atakuwa kalogwa. Huyu atakuwa kalogwa. Maana kwenye familia akitokea mtu mwenye upeo kama huyu, basi lazima itatokea husuda. Hizo imani za Kiswahili hizo. Hebu acha kuongea kwa imani hizo. Huyu atakuwa kalogwa tu. Hata kama jamii itamchukuliaje, kwangu mimi huyu si kichaa. Si kichaa hata kidogo. Haiwezekani kichaa aongee mambo ya msingi kama haya. Huyu atakuwa kalogwa. Hizo ni imani za Kiswahili hizo. Sio imani. Kwani wewe huamini kama uchawi upo? Na huyu atakuwa kweli kalogwa? We can overcome this problem for global warming by using environmentally friendly fuels or sources of energy. For example, the solar energy as well as wind energy. Also, we can reduce emission of toxic gases from industries and motor cars. This is very important as to improve our standard of life because you know in this world life is threatened with several factors. So we can do this in order to increase the chances of survival because life itself is probability. Life is probability. So many factors, for example, diseases like HIV/AIDS, and so many other problems, natural disasters included, which reduces our chances for survival. And one of the big is what we have seen today. And so we have to be very, very careful and take very serious initiatives to eliminate the problem of global warming. Teacher, well done. Life is a probability. It's true, life is a probability. You student, do you know the meaning of probability? No. Please teach us. Please teach us. Hebu nipatie hiyo chaki niliyokuwa hiki kizazi.
the answer to this question, if you knew that would affect our action, if it is going to rain this morning, we will not leave our clothes out to dry. If there's going to be any question of what I'm going to teach you right now, you will listen to me very carefully. So, calculation has to be based on uncertainties about the future. That's why we say probability is the branch of mathematics which provides answers to this kind of question, and are characterized as follows. 1. Experimental. Probability. 2. Theoretical probability. 3. Random selection. Selection probability. Let us take this simple example starting with experimental probability. Martha. Jane. Mashaka. Mashaka. And you will always remain Mashaka. Even your face is Mashaka. I am telling you. Good. Martha, Jane, and Mashaka are the most unpunctual students for mathematics. There. This same Martha has been late 7 times out of 25. This is Martha. And Jane is 6 out of 18. Mashaka is 5 out of 20. So far, the proportional lesson for which Martha has been late is 0.28. And Jane is 0.33. Mashaka is 0.25. When you look at this, Martha, Jane, and Mashaka, who is the most likely to be late for mathematics lesson tomorrow? Obviously, it's Jane. Yes, we say that the probability that Martha will be late for mathematics lesson tomorrow is this 0.28, and Jane is this. What about Mashaka? Teacher, keep them into groups and make them perform experiments in this section. I am going to test them tomorrow. Good day. Wanamwitaga si profesa, lakini Mungu chizi yule.
My friend. Hey. Nakusikitikia sana bwana mdogo. Young boy. She's a snake. She's a green snake in the green grass. She got no true love at all. Atakunyonya damu afu akuache kama alivyoacha wengine. You are stupid. Bye bye. Bye bye. Sana naye bwana. Sawa. Anaongea nini yule? Mimi sana ile mchizi bwana. Nataka la kula tu pale. Are you sure? Darling, go. Habari. Nataka tuzungumze kidogo. Wewe unavyoona una hadhi ya kuongea na mimi? Ukijiangalia tu appearance yako inafanana kuongea na mimi? Una hadhi ya kuongea na profesa wewe? Unataka kuongea nini na mimi? Naam. Nataka tuzungumze jambo juu ya siku ile nilipokukuta na yule mwanamke uliyekuwa ukimwita nyoka. Angalia akili yako jinsi ilivyo. Unadhani na mimi ni mbea kama ulivyo wewe? Wewe kama sio mbea basi ni mwoga. Ulipaswa kuniuliza pale pale. Sio subirie mtu aondoke ndio nakuja kuniuliza. Mimi sio mbea kama ulivyo wewe. Huo ni umbea. Badilika. Habari zenu? Nzuri. Kuna nini? Anyway, nakuja kuwaletea habari za Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yeye aliyekufa kwa ajili yetu, akasulubiwa kwa ajili yetu, alibeba maovu yetu, akabeba dhambi zetu. Kwa kupigwa kwake sisi tumepata kupona. Hivyo basi, hizi ni taarifa njema za Mungu huyu ambaye nimewaletea leo. Ni nani huyo Bwana? Ninayemwongelea hapa ni ule Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo. Huyo ndio Mungu wa kweli. Umesema Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo. You are an idiot. Jesus. Kama Mungu wa Isaka na Yakobo na Ibrahim ananihusu nini mimi professor? Professor lecturer. Ananihusu nini huyo Mungu wako? Umeshasema yanamhusu Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Mimi professor ananihusu nini Mungu wako? You're talking about God, right? Yes. Who is God, by the way? God is the one who crucified because of us. He carried our sins to remove from all bondage. And he can remove also from the bondage of your brain. He can set you free. Stop talking nonsense, my friend. Only noticeable can be believable. And I want to tell you something, Mr. Man of God. Pursue not into something you know not. Okay, give me some time. Let me pray for you first. Father, in the name of Jesus, what are you doing? I glorify you. What are you doing? I give you glory and... Shut up! Sikiliza. Mimi sio mpumbavu kama unavyoweza kufikiria. Mimi sio kama wale mambumbumbu mliwajaza mle makanisani. Mimi najua everything is a product of your own feelings. Frederick Engels amesema, the basic question of all philosophies, especially more recent philosophy, are concerning with the relationship between thinking and being. Sasa wewe, kama unaamini yupo Mungu, maisha yako yataendelea kuwa hivyo hivyo na imani yako itaendelea kuwa hivyo hivyo. Imani ya kuamini kwamba yupo Mungu ni uvivu wa kufikiria zaidi. Endelea kuamini hivyo hivyo na utaishi hivyo hivyo. You are an idiot. And you? Mimi sio mbea. Don't! I said don't!
najua mtakumbe leo vizuri sana. Na kupima uelewa wenu lazima mfanye mtihani nyinyi wanafunzi. Nataka mfanye mtihani upesi sana, ni kesho ni wapi saisha. Pata na mgawe na mwenzako. Unagawa kwa mwenzako. Wanafunzi mnamjua Adolf Hitler? Adolf Hitler ni mtawala wa Kijerumani, tena dikteta. Akauliza ni kitu gani unachokiogopa hapa duniani? Kuna fikira ya 80. Akasema hakuna kitu unachokiogopa kama mtihani. Mtihani sio mchezo. Kila mtu anaogopa mtihani, lakini lazima ujipime. Lazima ujipime. Ila sasa huwezi kuwa mahiri bila kufanyiwa mtihani. Na mtu yote mahiri ni yule anayepitia mitihani mingi sana katika maisha yake. Wewe mbona upatie mwenzako karatasi? Kwa nataka mfanye hapa mtihani, mleteni sahihi. Unamgawia na mwenzako, unamgawia na mwenzako. Simwangalizie mwenzako, fanya mtihani wewe mwenyewe. Fanya upesi. Fanya upesi nisaishe. Oh my friend. Bila shaka na wewe umekuja kufanya mtihani. Hivyo wanatafuta nini? Kama kila siku unanisumbua na kunifuatilia, unanitafuta nini? Mtihani leo ni mgumu sana, lakini jitahidi fanya mtihani. Fanya mtihani leo ni mgumu, lakini jitahidi ufanye, kwa sababu hata chuma unaolewa na chuma majiwe. Hakuna kitu chochote laini kinachoweza kanoa chuma. Na mtihani mgumu una makisio makubwa sana kuliko ule mwepesi. Aliyekwambia uweke huku wako uchafu na mikaratasi katika gari yangu mimi ni nani? Kama unafikiri una haja ya kubandika makaratasi, kabandika katika ukuta ule pale, sawa? Sio katika gari yangu mimi, ama sivyo nakutembezea kichana. Unajua mimi sitaga masiara na vichaa, You are a fool. Me? Yes. Hizi ni karatasi, sio uchafu. Karatasi zinatokana na miti. Miti iliyopandwa katika shamba kubwa lenye eka kati ya 50 mpaka 100. Ambalo huhudumiwa na watu si chini ya 500. Kazi yao ni kukata na kuhudumia miti na kuipeleka kiwandani. Ikifika kiwandani, my friend, huhudumiwa na wafanyakazi walioajiriwa si chini ya 1000. Kazi yao ni kusindika miti kutoka katika miche la miche mikubwa mpaka umbile dogo lenye milimita 8 ama pungufu pale. Ndipo unapata kitu kama hiki, karatasi. All over the world people are using karatasi. Wasomi wanaenda vyuoni kusoma vitabu vilivyotengenezwa kwa hizi karatasi. Karatasi ni zao la kale kuvumbuliwa ambalo halijashuka thamani yake na hadi leo inatumika. Wewe unaita ni uchafu. You are a fool, my friend. You are a fool. I'm a fool. Yes. You are wasting my time. Toa uchafu. Toa hizo uchafu. Toa uchafu. Toa. Okay. Natoa. Kwa sababu kati ya wanafunzi wajeuri na wasioelewa nionao hapa darasani ni wewe. Wewe ni mvivu. Upendi kufanya mtihani, wewe ni mvivu. Toa. Toa. Stoi.
Mimi sio kichaa kama wewe. Mimi sio kichaa kama wewe. I am educated, a professional lecturer. My friend Sitoi. What? Where? What? I forget my books. I forget my books because of you. Where my books? I let you. I forget it. Kumbe unijui mimi vizuri? What? Nimesema toa uchafu. My friend, toa uchafu. As I told you that I'm a professional lecturer. Don't ever talk to me. For your information, what you want to do me? I can give you another one. You are stupid like this. I can kill you. I swear I can kill somebody. Sipendi matatizo. Toa uchafu katika gari yangu. Sipendi matatizo. You cannot command me. You are a student. Okay, go. I'm going. Sema go. Go. I'll get another one. Don't ever. Come to my class. Come to my class. Idiot. You say I'm a friend. Don't ever come to my friend. Don't you think I'm a friend? Don't you think? I'll get you. Idiot. Rafiki yangu, bwana mchungaji, mbona leo unapita bila kunisalimia? Au Mungu wako ndivyo anavyokufundisha hivyo? Samahani sana rafiki yangu, sikukuona. Habari za siku mbili tatu? Si nzuri kiasi. Unajua toka siku zile tumeonana, umenipa wakati mgumu sana kwa kufikiria. Unajua wajinga kama wewe wapo wengi sana hapa duniani. Jinga gani tena tulionao? You know what, my friend? Repeating myself on what I've already told you, it is a tautology. Welcome home, Mr. Pastor. You got a long walk to find the truth about God.
but this is the primitive dogma. Everyone inherited without questioning. And I don't want you to go on like this. Use your common sense. Soma hiki kitabu. Kitakusaidia. Kitafungua ubongo wako. Sio unasoma hivi vitabu Bible, vitabu hata mtunzi wake hata kujulikana mpaka leo. Unajua nani aliyetunga na kuandika Biblia? Kitabu cha Mungu. Kwa hiyo Mungu ndiye aliyeandika hiyo Biblia. Kwa hiyo kama ni Mungu aliandika Biblia, basi yupo aliyehariri. Nani aliyehariri? Na huyu aliyehariri bila shaka atakuwa na akili kubwa sana kuliko Mungu.